tulivulia kujina. Leo hii upo pembeni yangu, ukiwa una hata nipela usingizi. Nakuonea huruma sana mke wangu. Najiona nijali, lakini unatakiwa mwendo kalale sasa, ili uwahi kuamka kesho, uwahi katika shughuli za maendeleo. Mimi nipo tu hapa, siondoki, utanikuta tu. Labda Mungu haamui kunichukua. Ondo kweli halisi. Nitakufa siku 6. Siku si nyingi. Katika kipindi kama hiki, ukimya unaonekana kutawala sana eneo hili. Hatuna cha kusema kwa sababu simanzi na majonzi zimetawala mioyo yetu, lakini hakika bado lipo tumaini. Kifo hakimheshimu mwanadamu wala hakina adabu kwa vijana. Kifo ni mvamizi anayetuachia maumivu katika nafsi zetu. Kifo kinatufanya tutambue kwamba sisi ni binadamu. Lakini leo hii nasimama mbele yenu kuhakikishia kwamba lipo tumaini. Tumaini lenye kufanya tuone furaha. Ni tumaini ambalo leo inajidhihirisha kwamba Yesu yupo. Na kwa kuwa Yesu yu hai, hata wale wamchao wanaishi. Wanaishi kwa sababu yeye yu ndani yetu. Hivyo hatuna sababu ya kuhuzunika. Na inapofika hapo, yatupasa tukiri sote ya kwamba Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake
lihimidiwe. Ulitoka mavumbini na utarudi mavumbini. Waombe ndugu wa karibu wa marehemu waje kwa ajili ya kutia udongo ili tumalizie zoezi la kufikia hatari kwa ajili ya kumhifadhi mpendwa wetu. Naomba tusogee. Bwana furaha ya milele, mwanga wa milele Ni siku ambayo sitaisahau maishani mwangu. Mume wangu amelala kanyoka ndani ya jeneza. Kifo chake kimenipa simanzi, kwani ndoa yetu ingali bado ni changa. Afadhali ungeniachia japo kumbukumbu ya mtoto hata mmoja. Ninakukumbuka sana sana. Mwanaume tuliyevumiliana katika shida na raha. Mwanaume mwenye mapenzi ya dhati yasiyo karaha. Maji humu ndani. Watume wale vijana watuletee maji. Lakini umekaa kimya. Hebu angalia sasa. Hakuna hata tone la maji humu ndani. Sijui hiyo kesho kazini tunaendaje. Nilikuwa bize bwana. Eti bize. Ishu za humu ndani wala uzipi kipaumbele. Hebu angalia sasa. Kesho watu wazima na akili zetu tunaenda kazini bila kuoga. Hata mimi nakuwa bize pia mme wangu. Sasa si uzungumze taratibu bwana. Jambo lenyewe dogo lakini unapayuka. Kwanza nguo yangu mbona imepasiwa moja wakati nimesema zipasiwe zote mbili? Yaani mimi naongea masuala ya maji, wewe unaongea masuala ya nguo. Hebu angalia, wewe unasema ni kitu kidogo. Angalia hakuna hata tone la maji. Watu wazima na akili zetu. Kesho tunaingia ofisini bila kuoga. Wewe unasema ni kitu kidogo. Ama kweli wewe ni pumbu wangu. Umenisikia? Unasema? Huyu mwanamke ana matatizo gani huyu? Kila kukicha makelele. Yaani wala hajali kama watoto wanatusikia tunavyobishana, yeye anapiga makelele tu, anavuta domo kama chuchungi tu.
maji si yameshaletwa. Hebu huko. Hivi unafikiri hadi mwoge mtatoka hapa saa ngapi? Tumeshachelewa, hebu twendeni huko bwana. Hebu ilikuwa. Subi. Yupi nangu na nakupa umeweka wapi? Tuko chumbani. Mama unatoka? Mwambie anatuchelewesha. Subi. Mbona unawaza sana? Una matatizo gani? Nataka nikuachie pesa kidogo kwa ajili ya kuwalipa hao ambao wataleta maji hapa. Sawa sawa? Sasa shika hii. Hii utamlipa huyo kijana anayeleta maji kwa tumia nini? Kokoteni. Na hii hapa utawalipa wale vijana ambao wanaleta maji siku zote, wanajaza kwenye matenki na gari. Sawa sawa? Sawa. Hakikisha matenki yote yamejaa maji. Unaelewa vizuri? Sawa. Na wewe una mahitaji gani? Mengi. Okay. Shika nitakusaidia. Asante. Sawa. Karibu. Asante. Umemaliza? Yeah. Sema tu kama una bakuli, masufuria na vyombo vingine unaweza ukaleta tukaijaza pale. Mabakuli? Kwa hivyo bilioni 6 tunajua na maji mengi. Unajua nini? Hapa ni pesa yako tu. Kwa sababu mimi ni zaidi ya boza. Unaona? Sema tusitumie petroli. Msivu unajitahidi. Najua lote hili. Adam, unajua mimi ni mwanaume. Alafu stoshi imeandikwa tutakula kwa jasho. Kwa hiyo tutafuta kwa jasho. Lakini mbona wengine wanakula bila jasho? Wewe, asikuna haja. Hakuna asiyetoa jasho katika utafutaji wa pesa. Sema tu tumetofautiana. Mwingine anatoa kitu kimoja, mwingine cha kizima, mwingine anatoa ndoo, lakini watu kama sisi tunatoa zaidi ya lita 100 za jasho kwa siku. Una vituko wewe. Bila shaka ipo siku unatoa jasho mfukoni. Kwani wewe uwezo na nini na mimi shida nani? Acha utani wako bwana. Shilingi ngapi? 3600. Mmechotea mbali? Yeah. Mbali sasa tufanye
Tuta change? Hapana. Bila kuongezea hiyo hela. Ili siku kutoa jasho na usikombe, nataka ifike mapema. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Basi sawa. Mimi ndio sawa. Tamam. Salim. Salu. Au Samangani? Samson. Hivi. Sijui unaitwa nani? Tusubi. Subira bwana, maana ukianza utajua hapa. Subira. Okay. Sawa. Nadhani tunaweza tukaonana tena. Yeah, hivi kama kaleta maji. Basi poa. Bye. Bye. Gani? Siko fresh mwanangu. Naumwa tizi. Sasa umekwenda hospitali? Sina hata 100. Na nimeshinda hata kupeleka maji tangu asubuhi. Oya Samu, utaniletea madumu mawili geto sio? Hapo. Sasa tufanye mpango basi uende ukatibiwe na unaweza ukazidiwa rafiki yangu. Eh? Sikiliza, mimi napeleka madumu hapo. Poa ina utanikuta Poa hapo. Sasa usiwe na wasiwasi, utapona. Nimekupima hapa na tahakikisha tatizo la kutapika linaisha. Sawa? Sawa. Usiwe na wasiwasi, utapona. Haya, pole. Sawa, sasa mgonjwa tumempima na alikuwa anatapika sana, kitu ambacho kimepelekea yeye kupoteza maji mengi sana mwilini. Lakini hata hivyo tumeshampima na tunamwandikia sindano hapa ambazo zitapunguza kutapika. Utaenda kwa nesi, yeye ataenda kumchoma, lakini atamfanyia na vipimo vingine kama typhoid, malaria, ili tuangalie sasa tatizo lake linaisha kabisa. Sawa? Sawa. Hii utampa nesi. Sawa, utampa nesi, ataenda kumchoma sindano na vipimo vingine kama nilivyokuambia, malaria pamoja na typhoid. Kwa hiyo hapa tunaweza kuondoka nyumbani? Hamwezi kuondoka kwa sababu inatakiwa ende chumba cha mapumziko, ikiwa tunaendelea kuangalia hali yake inaendeleaje. Then baada ya hapo ndio tunaweza tukamruhusu aondoke. Sawa? Sawa. Sawa. Basi nashukuru sana. Nashukuru sana. Sawa. Saidie maji ya kunywa. Sapo najisikia fresh. Asante.
maana bila wewe sijui leo ingekuwaje. Dani, unajua mimi na wewe ni marafiki, halafu ndugu sasa. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida tu mzee. Sawa. Subi. Kumbe wewe unakuja mpaka huko? Tunanuaga vitu kwenye ile duka pale. Najua kwa sasa hivi una haraka. Ila kama ningeomba kama utapata muda, baadaye tuweze kuonana, kuna ujumbe mzuri nataka nikwambie. Ujumbe gani huo? Huwezi kuniambia hata sasa hivi? Hapana. Sasa hivi si wakati mzuri. Hata hivyo nahitaji utulivu kidogo. Ni jambo la muhimu sana. Sana. Tena zaidi ya sana sio. Nitajaribu. Saa ngapi? Saa 11. Utanikuta pale kijiweni. Uko mbali. Mbona kuna umbali wowote? Kwanza pale pana uhuru, hapana watu wengi. Halafu utakuwa kama unafanya mazoezi. Maneno yako wewe. Nitajaribu. Ila nisipokuja ujue imeshindikana. Mimi nitafurahi kama utakuja. Haya. Bye. Ile kitu imetulia ile mbaya mwanangu. Ya wapi ile? Niliona pale kwa mzee Kadinda. Yule mzee atakuua. Unamnyimilia mtoto wake? Amna, ni mfanyakazi. Nimempenda sana yule mtoto Dani. Basi bwana, koma naye. Umeona yeye atakuwa kuja kunyima yetu. Watu wamekuja ndio. Ni bwana. Nisaidie sana katika kila kitu. Sasa nimeweza kila kitu. Kazi kwako. Mimi ndo zangu chuma. Njoo. Sikia. Tuko kusaidia kupika nini? Mimi kusaidia kila kitu leo. Ukipale msaidie. Nitaweza ndo fungo zangu za shule. Kuna mara moja tu. Okay. Sasa bwana, njoo nitasaidia kila kitu. Yaani hakuna nguo nzuri. Nivae nguo gani mwanangu? Acha kuhangaika. Vazi ni vazi tu. Nafikiria kuvaa t-shirt. Lakini naona kama iko poa. Au nivae hii? Vaa yoyote bwana.
Unavyoniambia nivae yote sio uelewi. Na kuuliza kwa kuwa sijui. Wewe si unishauri tu mzee. Vaa ile jinsi yako ya blue ile. Ipi hii? Na ile shati yako ya njano. Hapo vipi? Niko poa Lakini najishtukia. Kanikubali wewe. Wewe mtoto wa kiume bwana. Jamii hiyo ndo silaha yako. Sawa. Baadaye basi. Poa. Kila la heri mzee. Allahu Akbar. Pate bigi mbili. Mbona jana kutoka? Dada alinipa kazi. Dada alinipa kazi. Kusubiri kweli yani. Nisamehe, sijakusudia kukuweka. Kitu gani? Wala. Hamna kitu. Kwa nini kuongelea? Wewe acha tu ndugu yangu. Mimi nilikwambia yule mzee hafai. Vipi kashakuletea noma huko tayari? Nimeenda pale rafiki yangu. Nimefika. Kanigandisha kweli yani. Nimesubiri nikaamua kwenda kwao. Hata tujiongea naye vizuri, sijui kutoka ni mamaki, sijui ni nani, basi mtoto akaniambia kesho. Pole sana. Ila sabona unanuka. Sasa hivi si katika zile harakati za kujificha. Sikujua kama pale niliposema kudogo na kidimbwi. Nilikuta. Sasa unacheka. Na kujilemba kote huko. Sipati picha mzee. Mtoto hajakuona ni unavonuka. Acha mambo yako bwana. Toa ufundo wako huko. Wewe unashiradi. Faidi basi ndio hii harufu. Mimi nakueleza hapa afu unacheka. Mbona unanuka hapo hujaoga mimi sisemi? Mwili kitu kingine mwanangu. Lakini sio hilo livundo lako. Utafikiri kama umetumbukia kwenye mfereji wa mavi bwana.
Ndo kazi yetu. Mambo vipi? Niko poa. Kwani imekwaje? Nilikuwa nachukua maji pale. Fika hapa. Kaingia kwenye msumari ambao pepo piga pancha. Kwa nafanya mpango nene kabadilisha hii pale. Pole Mwaya. Mimi naenda eh? Subiri ngoja. Unajua jana tukaweza kuongea vizuri. Na ningependa sana kama tungepata muda wa kuongea, au unasemaje? Naelewa, nafasi ndio ilikuwa tatizo kwangu. Kwa hiyo nikashindwa kutoka nyumbani, kazi zilikuwa nyingi. Hata dakika 5 tu kwangu zinatosha. Nimejikuta natamani sana kukuona kila wakati. Tumejuana juzi tu. Ndio, najua ni mapema. Lakini nashindwa kujizuia Subi. Nashindwa kuzuia hisia zangu juu yako. Kwa nini unataka kuniambia nini lakini? Na mimi unanielewa Subi. Nakupenda. Subi usikatae bwana. Nitakuhakikishia hutojuta. Nitakupenda daima Subi, kama utanikisha kunipenda. Nimetoa mno sana kujibu sana. Sina uhakika bado. Subi, najua. Hebu lipe nafasi basi jamani. Najua sasa hivi ni vigumu sana wewe kunielewa, lakini kadri tutakapokuja kuwa pamoja, utaelewa mimi na maisha nini Subi. Mimi naenda sana. Subi. Tuonane baadaye basi tuzungumze kwa kirefu. Naamini kuna muunganiko kati yangu mimi na wewe. Usiache nafasi please. Au unaona? Subi. Subi. Sisi au nimechapia nini? Subi. Hivi unajua kwa wewe ni mfanyakazi hodari sana? Unalijua hili? Unajua mimi huwa nakuonea huruma sana. Hebu niambie. Hivi huwa unapata muda wa kupumzika sawa sawa? Ndio napumzika. Hapana. Sidhani kama unapata muda wa kupumzika vizuri. Na sidhani kama huu ndio mwili wako halisi. Mimi nafikiri kama ungelipata muda wa kupumzika zaidi, ungetanuka zaidi na ukapendeza zaidi. Sasa nisikilize. Nataka useme wewe mwenyewe kwa kinywa chako. Nikuongezee msaidizi? Mimi sijui. Labda dada aseme. No. Hii unatakiwa useme wewe, sababu ni kwa ajili yako. Unajua Subira, usichokijua wewe ni mzuri sana. Sasa ukipata muda wa kupumzika sawa sawa, huu mwili huu utaongezeka zaidi na utapendeza zaidi. Au sio? Sikiliza. Ondoa hofu. Baba anataka uwe na furaha, uwe huru na uwe na amani. Sema unataka nikufanyie nini? Hapana, mimi sidhani kama ni jambo jema. Dada kitukuta bata furahishwa. No. Wewe ni mmoja wa chochote. Sema chochote unachotaka Subira, mimi nikutilie. Niachie baba. Wewe Subira, bado hatujamaliza, hebu njoo kwanza.
unapenda kunikisia huko. Sasa kikolo ni kama tatizo tu. Sina sehemu nyingine ya kukupata Subi. Vipi? Mbona unalia? Niko poa. Subi, una nini mami? Niambie, mimi rafiki yako. Sawa ya. Tangi kwamba utaweza kunisaidia. Usiseme hivyo Subi. Naweza nikakupata ushauri. Wewe niambie tu. Tutaongea siku nyingine. Kwanza hata sijafahamu vizuri bado. Sawa, lakini marafiki ukweli unaweza kukutana kwenye matatizo Subi. Wewe niambie tu Subi. Sitaweza kwa sasa, lakini nikaandae chakula. Lakini mbona unapenda kunikopa kila wakati? Alafu haunipi hata muda wa kunielewa. Ndio umeenda sana. Kama sasa hivi watu hawapo. Nitakuwa nikaandae chakula kabla hawajarudi. Sawa. Basi panga lini tuonane kwa muda wa kutosha kabisa. Mbona nisisitizie sana? Kesho mchana basi. Usinijibu ili nirizike niondoke. Mimi nataka umaanishe Subi, nitasubiri tu. Sasa tutaona nani? Tutakuja kula kijiweni kwenu. Leo kwa makini Karibu shemeji. Asante. Jisikia huru kama nyumbani. Hichi ndo kitaa chetu. Subi, naomba nisindikize mara moja hapo. Sawa. Dani, tukutane basi Mageto. Usijali, sawa? Poa poa. Haina noma basi. Subi mama. Mara nyingi napenda kuja sehemu kama hizi, kama ninakuwa na mambo yangu ya kufikiria mengi. Wow, pazuri. Umeona Sawa sawa. Wewe ni mbezi. Unajua, mtu unaweza kufanya jambo pasipo kujua. Yaani unajikuta unafanya tu. Usikae chini. Ni kama mimi jinsi nilikupata ujasiri kuja pale kwenu. Wewe ulikuwa unajua kabisa ulichokuwa unakifuata. Mimi nahisi ni mapenzi. Unajua, unapokuwa karibu yangu, kwanza najiona jasiri sana. Alafu nakuwa sina wasiwasi wote kwa sababu unanifanya niwe na furaha. Wanaume nyinyi mna maneno matamu sana. Leo una furaha. Ila ukishapata unachokitaka story inabadilika. Hamna, unajua hakuna ninachohitaji kwako Subi zaidi ya wewe kuwa karibu na. Alafu isitoshe, sisi wanaume tumetofautiana. Naomba usinihukumu kwa makosa ya wengine, au nasemaje? Ili vua weka hapa.
Sam, niangalie machoni. Naomba uniahidi chochote katika haya mapenzi. Subi, sina chochote cha kukuahidi zaidi ya kuhitaji unipe nafasi katika moyo wako. Nayafanya ya Subi kwa kuwa nahitaji unifahamu. Vipi? Uniamini? Hapana. Nini? Yale maua mazuri. Umeyapenda? Naweza kwenda kutazama kwa karibu. Sawa. Mazuri. Yeah. Yanapendeza, yanavutia kuyatizama, kama jinsi mimi ninavyovutiwa kukitazama wewe kila wakati. Bwana, nazidishia sifa hata nisizostahili. Mbona kuna wanawake wazuri zaidi yao? Asikwambie mtu, kizuri kipo machoni pa mtu. Wewe ni mwanamke ambaye mimi nakupenda sana na ni mzuri kuliko wanawake wote hapo ulimwenguni. Njoo bwana. Njoo. Sam, naomba uniwie neno lolote kuhusu hili ua. Ua litakapoanza kushamiri na penzi letu litakuwa kubwa, utakuwa na usumbufu. Naahidi penzi letu nahitaji liwe la nguvu, lidumu, lisiweze kugawanyika milele.
you.